God is good. All the time. And all the times. God is good. Tunafuraha ama tunafuraha? Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na baraka zake. Tulikuwa tukiomba ili siku moja tukaweza kumkaribisha rais, na kweli amefika ama hajafika? Pamoja na deputy wake, karibu sana. Gavana wetu, karibu sana. Na mheshimiwa wetu, waheshimiwa ambao mmefika, karibuni sana St. Mary's. Tunapenda wageni. Siku ya leo katika misa tutaombea nchi yetu ya Kenya. Kenya ni mama, Kenya ni baba. Hatuna nchi nyingine. Taiombea nchi yetu ya Kenya pamoja na matakwa ya rais, pamoja na deputy na matakwa ya wote siku ya leo. Karibuni. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Siku ya leo katika masomo tutatafakari kuhusu ukarimu. Kuna mama huyu ambaye alikaribisha mtumishi wa Mungu Elisha, na alipomkaribisha kwake basi akabarikiwa. Na katika somo la Injili tutasikia kwamba yule ambaye anampatia hata maji atapata baraka. Kwa sababu ya udhaifu wetu, sisi ni wanadamu, tumekosa ule ukarimu. Tunyamaze kidogo, tuombe msamaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie.
Baba tunakuheshimu, kwa kuabudu sisi tunakutukuza. The unfortunate part of it, ndio sababu Mungu anawatumia manabii awakumbushe mahali wametoka, ambavyo tunatuarifu hatuwezi faulu, hatuwezi kamilika, hatuwezi kuwa na amani tusipojaliwa na hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nirudi vitabu vya historia. Vitabu vya historia zaidi ya kutuambia vile Waisraeli walimiliki nchi ya ahadi, vile waligawa. Vitabu hivi ndio tunasikia kwa safari ya kwanza katika historia ya wokovu, ukitaka katika historia ya Waisraeli. Hapa ndio tunasikia wafalme kwa safari ya kwanza. Wakati huo mwingine Mungu alikuwa anachagua viongozi kama Musa. Hakuwa anawaita wafalme, walikuwa tu chombo cha Mwenyezi Mungu. Vile tunasema they were mouthpiece of God. Sasa walipofika nchi ya Kanaani, Waisraeli wakaangalia mataifa mengine, wakaona they are organized military wise, wamejipanga mambo mengi. Na tunaona safari ya kwanza mwanadamu akikataa uongozi wa Mwenyezi Mungu. Walimwambia Samueli, nenda ukamwambie huyo Mungu wako. Listen to the language. Nenda ukamwambie huyo Mungu wako, tunataka wafalme kama nchi zingine. Na Samueli akaudhika sana kama nabii. Aliudhika kabisa. Na Mungu akamuuliza, unakasirishwa na nini? Na watu ni wangu. Unakasirishwa na watu wangu? Anasema, mwanadamu akiniomba kitu nitampa. Mwanadamu akiniomba kitu nitampa. Nataka uwachagulie mfalme. Ile inanifurahisha ukisoma hadithi ya Saulo, unasikia licha ya watu kukataa uongozi wa Mungu direct, Mungu anawachagulia kiongozi mzuri sana. Anaelezewa the way Saul is described, a tall man, very handsome, anarembeshwa sana katika neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Why? No matter what, Mungu akiamua kukupa, anakupa the best. It is true. If anakupa the best. Ni sisi hatuoni. Ni kusema wale wazazi uko nao is the best God could give you. Kama ni watoto, the best. Aliwapa the best. Na akaambia Samueli, mtakase. Na hapo ndio tunaona sasa katika historia ya wokovu Mungu akifanya kazi na wafalme. Sijui kwa nini imelingana, kwa sababu mfalme wa taifa letu wako hapa, lakini ni masomo ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha 1 Samuel ambapo na hiyo hadithi iko, wakati watu wanamkataa Mungu, wakati Mungu anawachagulia Saulo. Kitabu cha 1 Samuel kina deal na Saul. 2 Samuel kina deal na Daudi. Ndio sasa mahali tumesoma 1 King ina deal na Solomon na viongozi wengine. Alafu kitabu cha 2 King kina deal na viongozi wa mwisho wa Israeli. Kitabu cha Kings ni tofauti na Samuel 1 na Samuel 2. Kwa sababu hiki kinaweka wafalme hapa na manabii hapa. Hata ukiona vile kimegawanywa, the first 2 parts talks about kings. The second part talks about the prophets of God. Mkikumbuka hapa ndio tunapata hadithi ya Ahab, Jezebel. Na hapa ndio tunapata akina Elijah. Hapo ndio tumetoa somo la kwanza. Natuambia namna gani ilimfurahisha Mungu licha ya mwanadamu kukataa uongozi wake direct. Ilimfurahisha Mungu kumpa wafalme, lakini wafanye kazi na viongozi wa dini. Halo. Iko mtu atasema I've skewed the message, ama ni vile iko leo? Tumsifu Yesu Kristo. Ni kweli. Na hayo ndio mashauri. Kumbuka hata wakati wafalme walikuwa naenda vita,
walikuwa namuona nabii ndio watoe sadaka na wape mashauri. Ndio sababu Saul alikataliwa, kwa sababu aliambiwa enda na Mungu atakupa ushindi. Lakini akikupa ushindi usichukue chochote. Saul akasema, yani hizi vinono nikienda nimtolee Mungu sadaka, kwani iko kosa gani? Lakini akakeuka. Natuambia the state and the church in our own setup can work together. Na inaweza work together in what? Leo mada ni ukarimu. Naweka mambo ingine sasa kando. The state and the church can be on the forefront kwa ukarimu. Na ukarimu kwa nani? Leo inasema kwa stranger, kwa mgeni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mambo mengi tunaweza fanya kazi pamoja, iwe masomo, iwe afya ya wananchi, lakini leo inasema tunaweza fanya kazi pamoja tukizingatia ukarimu. Na tumepewa mfano wa somo la kwanza. Elisha akienda kazi zake za kichungaji, kuna mama ambaye alimuona na familia yake. Na neno linasema she was wealthy, she was well off. Na katika kufanikiwa kwake alitambua mtu wa Mungu. Na akasema wacha nimwalike ale pamoja nasi. Na akamwalika. Alipomwalika, kutoka hapo Elisha akipitia anapita na anawasalimia. Ni hao walimwalika. That is very important. It is the family through the woman who invited the prophet in their home. That invitation is very important. Akaanza kupita. Akaenda notch higher. Akaongea na bwana yake akamwambia, huyu mtu wa Mungu anapita hapa sasa, tumeform a rapport, tumekuwa marafiki. Si tumtengenezee karumu. Halo. Sasa si apitage tu, angalau hata akaage na sisi once na hoela na lala hapa kwetu. Na Elisha aliguzwa na hilo jambo sana. Akamuuliza mfanyikazi, naweza fanyia huyu mama nini kwa ukarimu wake? Kwa sababu ya ukarimu. Akamwambia hana mwana. Anaendelea kuzeeka na mzee wake hawana mwana. Akamwambia niitie. Na akamwambia mwaka ujao siku kama ya leo utakuwa na mwana. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu amesema namna gani katika Injili? Ampokeaye nabii kwa sababu ni nabii, si huyu nabii wetu. Our parish priest tunamuitaga nabii. Ni baba yetu hapa kwa parokia tunamuitaga nabii. Ampokeaga nabii, lakini hata huyu ukimpokea utapata zawadi ya nabii. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu anasema mpokeage nabii kwa sababu ni nabii, atapata thawabu ya nabii. Ampokeaye mtu wa Mungu kwa sababu ni mtu wa Mungu, atapokea zawadi ya mtu wa Mungu. Ampeaye maji ambaye anahitaji, atapata tuzo. There is a very big coincidence. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na baba wa taifa. Alafu tuna kikundi kingine cha Holy Family Children's Home ambacho kiko pale Nakuru upande wa Baruti. Hawa ni watoto ambao hawana wazazi. Hawa ni watoto ambao hawawezi sema hapa ndio nyumbani. Ni vizuri Father Nabii na mimi tumefanya kazi St. Joseph's na tunajua hii family home. Na tunakumbuka tulikuwa tumeanza hata mradi wakifunga shule, Wakristo wanajitolea wachukue mtoto moja ajisikie ako kwa familia, ajitambue na familia. You know, sometimes ni vizuri kuwapokea kwa sababu saa zingine maringo ndio inafanyaga hata tusiwe na ukarimu. You have a family. There is a place you call home. This is a living witness that if you have a family, a home, it is by the grace of God. Tumsifu Yesu Kristo. Na sio kwamba wewe ni mzuri kuliko ule mtoto. Ni neema. Na Mungu anakufanya hivyo kwa sababu anajua shukrani zako
zinaweza kuwa ukarimu kwa hawa watoto. Nafurahi tuliambia Wakristo wetu tuwaletee chakula warudi na vinono, na Wakristo wamerespond vizuri sana. Tunawashukuru Wakristo sana kwa kuwapokea hawa wageni. In fact, leo we have lived the gospel of today. Na Mungu anapenda tunapochukua wageni, lakini ni vizuri kutafakari nikimalizia, mgeni ni nani? Have you ever felt a stranger anywhere? Even in your family sometimes. Even in your small Christian community. Anytime a human person feels unwanted, they feel like a stranger. Every time you are denied that which you do not have and the other have, you feel like a stranger. Leo Mungu anataka tutafakari. Tunaweza wapokea wageni namna gani? Na wageni ni wale wahitaji. Kama vile Elisha alikuwa anapita hapo, na hii familia ikaona huyu anakuwa amechoka sana, pengine hata anakuwa na kiu. Sio lazima wakwambie. Tuombe tuwe na macho mengine ya kuweza kuona mahitaji ya watu wengine hata kabla hawajatuuliza. Sometimes they say it non-verbally. Sometimes they say with the body language. Na tukiangalia kweli tutajua hatujatoshana. Ndio Yesu leo anasema tuige ukarimu wa Baba. Wakati Yesu alianza kundi, kuna watu rub shoulders sana, alikasirisha. Mafarisayo, Wasadukayo, makuhani, na wakatoa amri, mtu wa familia yako akianza kumfuata Yesu, walikuwa naitwa the people of the way, mnamfukuza kwa familia. Sasa unaweza elewa maneno ya Yesu. Yesu hataki tutengane kama familia. In fact, anapenda familia. Anataka tumkaribishe katika familia zetu. Lakini Yesu anasema leo, ampendaye baba au mama kuniliko hanifai. Sasa unaweza elewa kama wakubwa wa dini ya wakati wake walikuwa wamesema mtu akikubali njia ya Yesu umfukuze nyumbani. Hao ndio Yesu anaongelesha siku ya leo. Ampendaye baba na mama kuliko mimi hanifai. Kama kunipenda itafanya utemwe na mama na baba, so be it. Make that sacrifice. That is what Jesus is saying. Ni kusema namna gani? Hata kwa ukarimu, we have to make sacrifice. Kuna mtu alisema, have you ever given until you felt the pain? Ushapeana mpaka ukasikia uchungu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie Roho wake Mtakatifu, ili kwa hali yetu na vile tulivyo na yale tulivyo, tuweze kuwa wakarimu kwa wengine na hata kwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Simame. Tutaungama imani. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu moja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye,
alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngoja na ufuko wa wafu na uzima milele ijayo. Amina. Baba mwema wa mbinguni, tunakushukuru siku ya leo kwa kutufikisha Jumapili ya 13 ya mwaka wa kanisa. Kwa njia ya kipekee tunakushukuru kwa sababu tunaweza kuabudu pamoja na kiongozi wetu Baba wa Taifa. Mwokozi, uzidi kumbariki ili akaongoza Kenya hii pamoja na wale wengine ambao wamepewa usukani wa kuongoza nchi hii kwa hekima yako, na zaidi ya mno uwape moyo wa ukarimu kama vile tumesikia katika neno. Mwokozi, uwape mali na hekima, na hata familia zao wakawa watu wakarimu. Na Bwana utusikie. Karibuni kwa sala. Bwana Yesu Kristo, masharti yako ya kukufuata ni mazito, lakini yanageuka kuwa rahisi kwa neema yake. Utupe moyo wa kukutegemea zaidi kuliko mavuto ya ahadi za dunia hii. Mungu utusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Ulituambia kuchukua msalaba wetu na kukufuata. Utufundishe kwamba msalaba wetu ni kutimiza wajibu tunaodaiwa. Mungu utusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Ulituahidia kwamba kuyaacha maisha ya duniani ni kupata uzima wako. Utuamshe tuwe tayari kujitoa tunapotakiwa kusaidia pale panapokosekana wasaidizi. Mungu utusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Ulisema kwamba mavuno, yaani kazi ya utume, ni kubwa na wafanyikazi ni wachache. Uwaite watu wa kila amri kujitoa kwa kazi na utumishi wako. Mungu utusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Mtume Paulo alihesabu yote kama talaka ila kukupata wewe kama kiini cha maisha yake. Utupe roho ya huyu mtume Paulo. Mungu utusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Sala kwa ajili ya watoto. Mungu Mwenyezi, tutakuja asubuhi ya leo tukisema ni asanti. Tunakuomba uweze kutulinda sisi watoto pia na wazazi wetu. Mungu tusikie. Mungu, sikiliza sala zetu. Tuwakumbuke wale ambao wametuacha, hasa wale ambao wamepata ajali juzi pale Londiani Junction. Mwokozi, wengine wetu ni Wakristo wetu wa maeneo haya. Mwokozi, wakati wa uchungu, wakati wa majonzi, ebu katembelea kama vile ulivyotembelea nyumba ya Martha na Maria walipopoteza kaka yao Lazaro. Tunajua kwamba unasikiliza maombi, ukawapunguzia uchungu na hata mipango ya mazishi ukaifanikisha. Tukimbilie ulinzi wa mama yetu, Mama Maria, mama wa mkombozi, mama ambaye ni wa kanisa, ambaye anaelewa mambo yetu. Tunaamini ya kwamba atatuombea, ni muombezi wetu wa karibu na mtoto wake. Tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu
kwa hao wote ambao wametuacha juzi katika hiyo ajali. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Basi ni wakati wa kutoa sadaka, na kwa wale ambao wameketi sehemu ya nyuma, ushers wetu wataweza kuwasaidia mahali ambapo mtakapotolea. Hii sehemu mbele tumewaachia wageni wetu wa heshima, na kwa hivyo ni hao tu ambao watakuja hapa mbele. Wale ambao wako katika mkono wa kulia na kushoto, sehemu hizo kuna wale ambao wamesimamia hapo, kwa hivyo utaweza kutolea sadaka yako hapo. Welcome.
basi umefika wakati wa matega. Leo ni siku ya wanaume wote katika kanisa letu, na kwa hivyo watajitayarisha katika matoleo ya matega, na hasa sehemu ile ya nyuma na pembeni upande huu. Hii sehemu ya mbele itakuwa ni ya wageni wa heshima. Kwa hivyo naomba sote tuweze kusimama tuongoze kwa wa matega. Rama
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru we daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Maana ye kwa kuzaliwa kwake alitengeneza upya ubinadamu uliochakaa, na kwa kuteswa alifuta kabisa dhambi zetu. Kwa kufuka katika wafu alitupatia njia ya uzima wa milele, na kwa kupaa huko kwako, ye Mungu Baba, alifungua malango ya mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Shiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Sesotuka na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe nasi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Jalia kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako: amani na wachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Imefika kipindi muhimu sana kupokea mwili na damu ya Yesu. Ni wale tu ambao ni Wakatoliki ambao wamekubaliwa na kanisa kupokea mwili na damu ya Kristo. Unapokuwa mbele ya mhudumu, either padre ama sister, utainama kidogo kupatia heshima ya Eucharistia. Huo ndio utaratibu katika parokia ya St. Mary's. Ukifika pale unainama kuwepa heshima mwili na damu ya Yesu, alafu utapokea. Kwaya.